Asante sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia japo kidogo kwenye hoja aliyoleta Mheshimiwa Waziri Mkuu, Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri Mkuu kwa kifupi ameweka hoja ambayo imesheheni mambo mbalimbali. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kabisa nimpongeze yeye, nipongeze serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu, kwa hatua kubwa na katika kupanga safu ambayo safu hii ndiyo ambayo inakwenda kuweka msingi wa awali wa dira yetu ya miaka 25 ijayo. Kwa hiyo hoja hii iliyoletwa na Waziri Mkuu kwa maana ya bajeti ya kwanza kabisa ndio inaoweka msingi imara. Wanasema nyumba bila msingi imara, hiyo nyumba huenda isiwe imara. Kwa maana hiyo hapa ndo tunaanza kuweka ule msingi wa miaka 25 kwa bunge hili, na bunge hili litaweka historia kama tuliweka msingi wa zege, msingi wa mawe, basi msingi huu ndio utakao tuhakikishia hii miaka 25 tunaenda kuivuka vizuri. Nimpongeze pia Waziri Mkuu kwa ziara yake aliyokuwa akifanya mikoani, lakini pia nitumie fursa hii kumpongeza mkuu wangu wa mkoa, mkuu wangu wa wilaya, kwa sababu wamekuwa wakitembea kutatua kero, kuzisikiliza, na kwa namna nyingine wameweza kusaidia kuhudumia wananchi wa mkoa mzima na hata wilaya yetu ya Ikungi, na wapongeza sana na watendaji wote wa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukienda kwenye hoja aliyoleta Waziri Mkuu. Waziri Mkuu amesema katika dhima hii ambayo ameita mageuzi katika kukuza uchumi na kuzalisha ajira, kwa maana ya mpango wa 4 wa hii miaka 5 ambayo tunaianza sasa hivi. Tunategemea kwamba haya yote wabunge waliozungumza yataakisi haya mageuzi ambayo Waziri Mkuu amekwisha kuyataja, ambayo ni mageuzi katika uchumi, mageuzi katika kukuza viwanda vyetu na mageuzi katika kushirikisha sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naungana na wenzangu kwa swala ambalo wamelizungumza takriban wabunge wote. Wabunge wote wameongelea kuhusiana na barabara, na mimi naanzia hapo. Tuna barabara ambayo inatajwa kwamba inatokea Handeni kupitia Kibarashi, Chemba mpaka kwa Mtoro na hapo Singida, ambapo inagusa moja kwa moja jimbo la Ikungi Mashariki. Pale kwenye jimbo la Ikungi Mashariki ni takriban kilomita 40 tu, na katika hizo kilomita 40 kama kweli tunataka kuwasaidia watu wetu, kuna kama kilomita 15 kutoka njia panda kupitia Onyankhanya mpaka Siuyu na Makiungu. Pale Makiungu kuna hospitali kubwa ambao mwekezaji huyo amejenga ile hospitali ambayo inahudumia watu kutoka mikoa mbalimbali, Simiyu, Manyara na mikoa ya jirani. Lakini ni hospitali ya rufaa, hospitali kubwa sana, ambapo hata serikali mle ndani tuna watumishi wetu ambao wanafanya kazi pale. Na pamoja na yote kwamba ina upungufu wa watumishi wa upande wa serikali, lakini ni hospitali kubwa ya kitaifa ambayo inatumika kusaidia hospitali hizi ambazo tunazijua za rufaa kama Muhimbili pamoja na hospitali hii ya Benjamin pamoja na Buganda. Sasa hichi kipande cha kilomita 15 kama kikawekwa lami kitasaidia sana kuepusha adha ambazo wanakutana wagonjwa, hasa mama zetu wanapokuwa pale hospitali, wanapofanywa operation, wanapojifungua, wanaporudi makwao. Kupitia hiyo barabara ina rasta nyingi, yani ina mashimo mengi makubwa, kwamba hata inafika wakati ile mishono inafumuka, hao wagonjwa wanapata tabu. Mimi nilikuwa niombe kwa hii barabara, pamoja na kwamba ina urefu wa kilomita 340,
hichi kipande cha takriban kilomita 15 kiangaliwe kwa jicho tofauti, kwa sababu huyu mwekezaji amewekeza pale na sisi tuna promote hii tunaita PPP, kwa maana ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Kama huyu amekwisha wekeza hospitali kubwa pale tena ya rufaa inahudumia watu kutoka mbali, hichi kipande kifupi kuwasaidia hawa wagonjwa wasipate tabu ama wasidhurike na madhara tukanao na barabara. Nilikuwa naomba sana katika hili liwekewe msisitizo mkubwa na hichi kipande cha kilomita 15 kiweze kujengwa. Hii barabara wabunge wote inapopitia wamekwisha kitaja. Mbunge wa Kilindi juzi alitaja, mbunge wa Nchemba juzi alitaja, lakini mbunge wa Kiteto pia alitaja. Na mimi pia kwa kumalizia, kwa sababu inaenda kuishia kwangu, mimi niombe pia kama ikiwezekana wapatikane wakandarasi tofauti, wengine waanzie huko Handeni, lakini wengine waanzie hapa Singida pale njia panda, ili hii huduma iweze kupatikana kwa wepesi. Mimi nakumbuka toka niko darasa la 4 mwaka 1997 huko, nyumba zilikwisha wekwa X muda mrefu sana, na kipindi hicho watu wakawa wanajua kuna matumaini makubwa ya kwamba hii barabara inaenda kuwekwa lami, na watu wakawa wamekwisha kujiandaa kuhama. La bahati mbaya, kwa sababu zile nyumba nyingi ni za tope, kila mara ile X huwa inafutika, na pengine watu wa sasa hivi wasijue kwamba zilishapigwa X. Imeshapigwa X muda mrefu toka 97 huko, mwaka 2000, mwaka 2005, lakini bado imekuwa haikujengwa kama ilivyokusudiwa. Lakini pia Mheshimiwa Rais tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2025 akiwa Handeni alitaja hii barabara, akaiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi wakae wamtafute huyu mbia ili barabara iweze kujengwa. Sasa kama rais anatoa maagizo na sisi watendaji huku hatuoni kwamba mfalme amekwisha kusema, na kauli ya mfalme huwa haipingwi, na kauli ya mfalme huwa ndo final. Sasa nilitegemea kwamba nione wizara inakimbizana kuhakikisha kwamba hii barabara inajengwa mara moja, kwa sababu ni agizo na ni kauli ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa kule Handeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kipindi hapa niliwahi kumshuhudia mbunge mmoja, kipindi mimi sijaja bungeni. Huyo mbunge aliwahi kupiga sarakasi hapa bungeni. Baada ya kupiga sarakasi, muda si mrefu ile barabara yake ikajengwa. Sasa kwa sasa hivi tunaongea kwa upole, kwa sababu tunaamini serikali hii ni sikivu, inaenda kuhakikisha kwamba inatusikiliza maombi ya wabunge wote. Kwa hiyo sina haja ya kupiga sarakasi kama yule alivyopiga, kwa sababu naamini tutaenda kuijenga hii barabara ya lami. Kwa hiyo tunazungumza kwa upole, ila wakati tutakuja tutazungumza kwa nguvu. Asante sana, muda wako umeisha. Naomba bunge mkono hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa sababu kuna wakati mwingine tutapata nafasi ya kuzungumza, na bado kuna wizara nyingi, bado hoja ambazo ninazo nitazizungumza wakati huo, na naomba kuunga mkono hoja. Asante sana.